lakini bado anachukua usiku na kunipeleka kunilimisha mishale mingi. Mimi kwa kweli inafikirisha sana, na bado ameniahidi kwamba leo atanichukua na kunipeleka tena kunilimisha. Kwa kweli nimeona vitu vya ajabu sana. Nimeona nikimbilie kwako kama wewe mtumishi unisaidie kwa hiyo. Mishale mingi hatokuweza tena kamwe. Mungu wetu ana nguvu sana. Tunakwenda kuombea na utakuwa salama kabisa kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Mtumishi, tuombe. Gamba, nilikwambia kwamba leo ninarudi na wewe kule shambani. Gamba, mkatuondoke. We Gamba. Gamba ni jeuri. Gamba, mkatusepe. Gamba, na kuingilia na viboko na kuja kukuchapa Gamba. Gamba ulizoniwekea leo, Gamba, kesho narudi tena mpaka nikijue. Mtumishi, naam, nimekuja kushukuru tu maombi ulionifanyia. Kwa kweli namshukuru Mungu, zile njozi mbaya si hivi hazipo kabisa. Ninalala vizuri kabisa. Isipokuwa tu nimekuja na ombi jingine moja. Kuna shemeji yangu mmoja alipotelea kule milimani kwa bwana mmoja mganga anaitwa Mishale Mingi. Kwa hiyo maombi yangu aombewe arudi. Hapana. Mimi nadhani twende kwa huyo Mishale Mingi. Maana sasa kijijini kila mtu Mishale Mingi. Ni nani Mishale Mingi kwa Mungu wetu? Wetu ni mkubwa kuliko huyo Mishale Mingi na hata Mungu wake. Mimi naona twende huko milimani kwa huyo Mishale Mingi. Mtumishi, mimi nafikiri wewe Mishale Mingi hujui. Kwa hiyo yote anayeelekea kule milimani kwa ubaya huwa harudi. Vema, tukaenda huko kwa Mishale Mingi. Kwa nini? Sababu kuu niliyokuwa nayo ni moja. Pengine ndio njia pia ya kumwokoa huyo Mishale Mingi mwenyewe ambaye amekuwa ni tishio katika hiki kijiji. Twendeni kwa Mishale Mingi. Kama ndivyo hivyo, mimi hapana bana, kule siwezi kwenda. Mimi naondoka basi. Watu wengi sana wana mawazo na mipango mizuri sana kwenye vichwa vyao, lakini kuitekeleza, kuchukua hatua ndio inakuwa changamoto kubwa. Kweli kabisa. Na hata hao wanaojaribu kufanya au kuchukua hatua wanapokutana na vikwazo au adha yoyote ile hukata tamaa na kuacha kuendelea kabisa. Lakini sisi tunaye Mungu mwenye nguvu ambaye atakuwa nasi mwanzo hata mwisho wa safari. Mungu wetu hawahi wala hachelewi. Twendeni milimani, wakusanye watu kadha wa kadha, waambie tupande milimani kwa sifa na shangwe, kwa maana Mungu wetu ana nguvu. Haleluya, amina. Twendeni milimani. Sawa mtumishi.
Mwenye duka vipi? Sasa. Ndio. Ngepi pigali moja na mpishi moja. Fula. Naam. Kesi vipi? Safi, mbona kimbia? Leo ile safari kwa mishale mingi. Leo ndio watu wanaenda huko juu kwa mishale mingi. Leo sasa hivi watu wanaondoka sasa hizi. Subiri na mimi pia nifunge duka niende. Afunga twende. Funga niende. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Leo ndio ile siku tuliyoipanga ya kwenda milimani kwa mishale mingi. Tutakwenda na tutarudi kwa imani. Hatuna kitu chochote cha kumwogopa mishale mingi kwa sababu tunaye Mungu aliye mkuu kuliko Mungu wa mishale mingi wala mishale mingi mwenyewe. Sasa tutakwenda kwa imani na tutarudi tukiwa salama na wazima kabisa. Dua zetu Mwenyezi Mungu amezisikia. Piga ngoma. Moto unawaka. Moto unawaka moto. Kaweda. Ndio mkuu. Naona kule. Ndio mkuu. Tazama kile kikundi kinachimba vizuri. Unaonaje tukikichukua ukija hapa umekaa unapata burudani pale nje? Tawile mkuu. Tazama hapo wanavyocheza vizuri. Yule kijana wa mbele, tazama. Yule anacheza vizuri kabisa yule. Atafaa kwenye ngoma zetu. Tawile mkuu. Wanacheza vizuri kabisa. Mkuu. Hawa wanaishia wapi leo? Kwani siku zote wanaishia wapi? Wanaishia mtoni. Basi wataishia hapo hapo. Tawile. Mama Samuel, nataka usikilize kitu moja. Mdogo wako alipotelea kule milimani kwa mishale mingi, na wewe leo unakimbia kimbia unakwenda huko huko. Maana yake nini mke wangu? Mbona unielewi? Mume wangu, mbona unamani haba? Ninaenda na nitarudi. Mama Samuel, nimeshakwambia Mama Samuel. Mama Samuel, usiende huko bwana, utakwenda potea wewe. Mimi namfahamu mishale mingi, ni mtu mbaya sana yule wewe. Oh mke wangu jamani. Ndio basi hivi ndio kwa heri. Rudi mke wangu, mimi nakupenda sana mke wangu. Utakwenda potea huko. Hivi ndio unapotea moja kwa moja hivi. Unaenda wapi mke wangu? Rudi mke wangu wewe bana, nakupenda. Rudi mke wangu. Oh mke wangu wewe. Ndio unakwenda kupotelea kwa mishale mingi kabisa kabisa. Hivi nakuona.
Mwanangu Samueli, waenda wapi sasa Samueli? Najua waenda milimani kwa mishale mingi. Mjomba wako kapotelea kule, mama yako kapotelea kule. Na wewe waenda kupotelea huko kwa mwanangu. Mtalia msiba mingapi jamani mwanangu wewe? Mishale mingi kule hamrudi mwanangu. Samueli mwanangu. Basi haya bwana, mimi narudi zangu nyumbani. Mwisho wao ni pale. Wamefika. Mwisho wao ni pale sasa. Kwa nini mmeacha kusifu na kupiga ngoma? Mtumishi, huu ndio ule mto. Ni mto gani huu? Kama Mungu alivyowavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, ndivyo sisi leo tutakapovuka kwenye huu mto. Mto wenyewe una maji kidogo, hata magotini hayafiki. Yaani ni kuhofia. Kwa nini kuwa na imani haba? Mungu wetu hushuka kwenye sifa. Mtumishi, wengine wanarudi. Wale watageuka kuwa jiwe la chumvi kama alivyogeuka mke wa Rutu. Ina maana watakufa? Ndiyo, watakufa. Watakufa kiimani kama msipokaa nao na kuwajenga kiroho na kuwatia moyo na kuwapa imani ya Kristo. Watakufa kabisa kiroho na kupotea katika imani. Mungu wetu anashuka kwenye sifa. Piga ngoma, tutavuka mto huu. Mkuu, mbona amevuka? Mkuu amevuka. Umevuka mto? Wamevukaje? Bwana sikiliza. Hii ni hatari sana. Lakini bado kuna ngoma moja siwezi kuitumia uijui. Yaani hawa leo watakuja pia hapa. Fanya kitu mkuu. Mbona sioni tena kule? Hebu nenda kwenye dishi kule. Hapo mkuu. Wewe unasukuma dishi hujaseti dishi. Hapo mkuu. Bado kazana za wewe zungusha kuelekea magharibi. Hapo mkuu. Uzeebu rudi kule ndani. Nenda. Hapo. Bado mkuu. Hapo. Bado mkuu.